Kuna hii sijui niseme ni kasumba au ni imani kwamba kuna baadhi ya watu wanaamini maafisa mawasiliano PRs wanachagua tu wale waandishi ambao wanawapenda na kuwaita kwenye kazi zao. Inaweza kawa ukweli, lakini saa nyingine sio ukweli wote. Kuna baadhi ya vitu ambavyo mimi nikiwaga naongea nao au nikiwa nasaidia, nilivyokuwa nasaidia kufanya kazi kama consultant wa kutafuta waandishi wa habari kwa ajili ya kuja kwenye coverage, huwaga tunakuwa tunaangalia. Cha kwanza ni kwamba je, huyo mwandishi anajibu kitu kwa wakati, labda umemtumia kitu, labda unataka maelezo au kumwalika kama anaweza kaja siku hiyo, au je anajibu kwa wakati. Kwa hiyo ni fakta moja. Ya pili, saa nyingine kabla siku ya tangazo au kabla siku ya kutoa ile habari, mnaweza mkawapa hiyo taarifa waandishi wa habari, inaitwa embargo, labda ni embargo press release. Sasa je, huyo mtu anaweza akatunza embargo? Maana mwingine unaanza kumwambia hivyo, alafu unaanza kushangaa imeruka kwenye mitandao au umeanza kuisikia, bwana kesho waziri anafukuza watu. Kumbe ilikuwa bado ni siri. Kingine ni kwamba kwenye ile press release ambayo umepewa, either hata kama unairusha siku hiyo hiyo, lakini labda zinawekwa quote kwamba umquote kiongozi amesema hivi. Mwingine ili kupata headline nzuri ana mislead, anatengeneza, anaamua kuongeza maneno yake mwenyewe au kupunguza baadhi ya maneno ili aweze kuuza kama ni gazeti lake au aweze kuuza headline ya chombo chake. Kwa hiyo hilo nalo. Nyingine ni kwamba kujenga uhusiano wa kitaaluma. Mwingine yani umeanza kumzoea, anajenga uhusiano kiasi kwamba anapitiliza, kwamba unaona huyo ngoja nijiweke naye mbali, anashindwa kuelewa kwamba mimi nawasiliana naye lakini hii ni taaluma zaidi, sio kwamba nataka niwe besti yako au vipi. Ni hiyo. Wewe unadhani nyingine ni nini ambayo inasababisha waandishi wengi labda kutokuitwa na mapiara katika kazi zao?